Naam. Tumesahau kuchukua zawadi za watoto hapo supermarket. Okay. Hivi na nani Faisal alikwenda nani shule jana? Kaenda. Lakini bado mwenzi hajaenda mpaka Jumanne hivi ataenda. Sasa wewe baada tujakamilisha ujue. Okay. Ya mtoto. Bwana uwe makini mke wangu. Najua mambo yenyewe kazi nyingi, mambo yanabana. Sasa mimi nakutegemea sana mke wangu, sawa? Sawa. Bwana shauri kwamba tukimaliza zoezi la watoto kwenda shuleni kualipia ada na nini wakienda shule tuanze na ujenzi pia. Sawa. Alafu jitahidi sana kwenye utapokuwa unasimamia wa mafundi. Najua mafundi siku zote ni watu ambao wanatakiwa wasimamie. Yes, hello. Oh, Martin. Mimi niko kwa ndugu yangu. Hofu wako. Sasa. Nilikuwa nakwambiaje? Maana nilitumia ujumbe muda mrefu nilikutafuta, sikupata kwenye simu. Sasa naomba kachukue pisi 100. Peleka kwa Johnson. Ya ofisini kwake. Alafu na pisi 30 kwa Mary. Alafu utanicheki basi. Mke wangu. Naam. Hebu kwanza basi tuwachukulie watoto vile tulivyovisahau, sawa? Okay, sawa. Fanya haraka tuwawahi basi, tunaacha wenyewe. Pesa! Kakangu, mume wangu ndio yule pale. Naomba msaada wako nisaidie kumpeleka hospitali. Nishavurugika hata sielewi. Basi nashukuru sana. Pesa. Mia. Mke wa Mr. Alfred, nimempima mgonjwa wako. Umenielewa vizuri? Nimempima malaria, nimempima UTI, maana malaria ni ugonjwa ambao unapokuingia unasababisha, kama atakuwa malaria amekuingia kwa speed sana, unapanda kichwani. Unaweza ukakimbia uchizi. Unaona? Kwa ugua hata uchizi ukakimbia. Sasa nimeangalia katika vipimo vyote. Majibu niliyotoka nayo hapa kwamba bwana hana malaria
ana UTI, yani katika hivyo vigonjwa hivyo vikali hamna hata anachoumwa kati ya hivyo vigonjwa. Kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu nilikuwa naomba mkaangalie upande wa pili. Sawa? Nikuelewa, asante. Sawa. Mama, naona matatizo ya mume wako. Mume wako matatizo amejisababishia mwenyewe. Kila nikiangalia hapa, mizimu inaniambia. Sasa Mr. Madevu, mimi nadhani kila kitu kiko sawa. Nimeridhika na eneo, liko vizuri. Hapa kilichobaki tusainiane tu mikataba. Baada ya hapo nikuingizie mzigo wako katika akaunti yako. Nadhani kila kitu kiko sawa. Mkataba wangu ambao niliuandaa ndio huu tayari. Na mimi namalizia kusaini hapa. Maliza na uta sign. Then nitakuingizia mzigo wako kwenye akaunti. Kila kitu kitaenda sawa nadhani. Kuna sehemu kusaini hapo wewe. Saini hapa. Lakini jua pesa yangu hujanipa. Sasa babangu, ina maana hatuaminiani mimi na wewe? Hii ni pesa lakini. Hakuna shida. Siwezi kufanyia uhuni. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Tena kwa kume kuja ndugu yangu Maganga. Ngoja nikuamini kupitia yeye. Hakuna shida. Kuna saini yako ndio. Hello. Habari? Dada, umenisainisha mkataba leo siku ya pili. Pesa yangu hujaniingizia. Nikuelewe vipi? Sasa Mr. Madevu, unataka labda ulikuwa unataka pesa ipi? Hivyo unaweza ukasaini mkataba bila ukiingiziwa pesa? Kwa akili zako timamu kabisa unapewa mkataba unasaini bila kuingiziwa pesa. Makubaliano yote ni kwamba unanisainisha siku ya pili unaniingizia pesa yangu. na ndio maana unaondoka namba ya akaunti yangu. Sikia nikwambie ndugu yangu, mimi sitaki usumbufu. Mimi na wewe tushamalizana kitambo tu. Tangia siku tulisaini mkataba. Naomba usinisumbue. Please. Madevu. Halo. Sumbua. Habari yako? Bwana salama sana. Karibu. Asante. Karibu sana kwenye ofisi yangu. Asante. Kwa majina naitwa Uncle Madevu. Ila unaweza kuniita Madevu. Yeah, Uncle Madevu. Yeah. Karibu sana. Mimi kwa majina naitwa Bwana Afred. Okay, sina wakili. Asante. Mr. Afred. Naam. Mimi nina shida. Eleza shida yako. Nina shida kubwa sana. Mimi nimefanya biashara. Ndio. Na dada ni mmoja. Lakini kwa bahati mbaya alicheza na akili yangu. Sawa. Kanisainisha document kabla hajanipa pesa.
Kwa hiyo nikimpigia simu aniingizie pesa, ananijibu majibu ambayo sijaridhika nayo. Naambia ile ni mali yake, hawezi kuniingizia pesa. Na mimi sina utaalamu na hivi vitu. Kwa hiyo nimekuja kwako. Naomba nisaidie kwa bosi. Bwana Marevu, kwanza nikupe pole sana. Na karibu sana kwenye ofisi zangu, kwa sababu hayo maswala huwa yanatokea sana. Kwa hiyo mimi siwezi kushangaa. Hivyo vitu katika mzunguko wetu wa maisha vinatokea. Wajanja wanakuwa wengi kuweza kuwadhulumu watu kama nyinyi. Lakini kwa kupitia wakili mimi Bwana Alfred, nitahakikisha haki yako utaipata bila shaka. Sawa Bwana Marevu? Tashukuru sana. Basi utanipatia majina ya huyo dada, utaanza kusimamia rasmi kesi yako. Na hakikisha utafanikiwa. Hazijawahi kunishinda na kesi kama hizi. Naomba nisaidie kwa sababu ile ndio finali yangu ya mwisho. Nikipoteza hapo basi. Karibu. Basi swala lako limeisha bwana. Sasa Mwajuma, mimi ndugu wangu, katika hii issue ya kesi yangu naona ishanikalia vibaya. Yaani kiufupi ishanielemea, kiupande wangu haiko vizuri. Kwa maana nikienda tofauti inaweza ikaja kanipeleka pabaya. Sasa ninachokuomba na kutuma, nenda kwa mwanasheria yule Alfred ukamwambie dada ameniagiza, amenituma, anaomba uachane na kesi. Milioni 50 iko mezani. Ili jambo lifanye nini? Liishi. Kwa maana endapo nitadharau, vitu vinaweza kukanikalia vibaya, kwa sababu yule mwenzangu vielezo vyake vyote viko vizuri. Alafu mimi upande wangu havijatimia. Hivyo ndugu wangu naomba ufanye hivyo. Ni kweli? Sawa dada, mimi niko na shida. Sawa, naomba ufanye hivyo. Habari Mr. Alfred. Salamu. Karibu sana. Asante. Najua mimi sio mgeni kwako. Yeah, of course. Nimekuja hapa kwa niaba ya dadangu Latifa. Yeah. Nadhani unajua issue yake inaendelea, kesi. Aswa nafahamu. Kwa amenituma nije kwako. Yeah. Nije kuwasilisha, kuna vitu nataka niongee. Na kuomba Mr. Alfred, kesi ya dadangu tuizime kimya kimya. Na sijaja kinyonge. Yaani sijakuacha hivi. Nimekuja, tumejipanga na timu yetu. Tumekuandalia milioni 50. Tunakuomba. Nenda kamwambie dada yako Latifa. Tukutane mahakamani. Swala la pesa kwangu mimi sijaliafi. Niko tayari kusimamia haki ya Mr. Marevu. Kama kushinda, of course kwamba anaweza kashinda, tupambane mahakamani. Mr. Alfred, hebu nisikilize. Tega masikio yako. Milioni 50. Mr. Alfred, unaacha milioni 50? Yeah. Okay, fine. Mimi nitaenda kufikisha ujumbe. Unaweza kwenda. Okay. Karibu tena. Mke wangu, kesi ya Bwana Marevu inanijia wakati mgumu sana, kwa sababu yule mama anayeshindana naye kuhusu kesi ya Bwana Marevu amenifuata na kuniwekea dau la shilingi milioni 50, mke wangu, ili niweze kuivuruga kesi ya Bwana Marevu, mama ashinde. Sasa inanijia wakati mgumu sana, na pesa kama unavyojua mke wangu. Mume wangu. Naam mke wangu. Please.
naomba uangalie utu, usiangalie kitu. Pesa inatafutwa, jali utu wa mtu. Naomba msaidie sana Madevu. Please mume wangu. Naomba ulifikirie hilo na ulifanyie kazi. Mume wangu. Haya ni maisha tu. Mke wangu. Na ndio maana kila cha kwangu ninachokifanya wanapenda sana kukushirikisha ubavu wangu. Siwezi kufanya kitu pasipo na kukushirikisha. Na ndio maana hata nilipotaka kuoa sikukurupuka kuoa. Nilikuwa nataka mke sahihi wa kuweza kushauriana kwa kila jambo. Na kuahidi mke wangu, nitafuata ushauri wako. Nitajitahidi wanasheria wangu usimame kwenye haki, kuweza kutetea wanyonge. Nakupenda sana mke wangu. Mr. Alfred. Naam. Nimerudi tena kwa mara nyingine. Nadhani nilimwagiza yule binti yangu aje, yule mdogo wangu. Kutokana na hii issue yangu ya hii kesi yangu. Nadhani wewe ndiye ulishika mpini katika hii kesi yangu. Lakini katika kuja kwake majibu ambayo ameniletea sikulizika nayo. Kanaeleza kwamba umekataa. Mr. Alfred, unakataa milioni 50 kutoka kwa mwanamke? Eti milioni 50 kipenzi. Umekataa. Unataka nini? Labda niambie. Shida tupo kwenye kusimamia misingi ya haki. Misingi ya haki? Mr. Alfred, misingi ya haki? Ndugu yako yule una udugu naye? Baada uangalie life yako. Sasa ni hivi, katika ile milioni 50 naongeza 150 kwa milioni 200. Naomba unisaidie, mimi ni mtoto wa kike. Naomba unisaidie Mr. Kwa lolote lile. Nini unataka? Niambie. What did you want from me? Sarah, okay. Niambie kipenzi. Mr. Alfred. Nisaidie. Nisaidie basi. Niangalie vizuri. Look at me. Nisaidie mimi mtoto wa kike. Nipatia majina ya huyo dada, utaanza kusimamia rasmi kesi yako. Na hakikisha utafanikiwa. Hazijawahi kunishinda na kesi kama hizo. Naomba nisaidie kwa sababu ile ndio finali yangu ya mwisho. Nikipoteza hapo basi. Katika ile milioni 50 naongeza 150 kwa milioni 200. Naomba unisaidie, mimi ni mtoto wa kike. Naomba unisaidie Mr. Kwa lolote lile. Nini unataka? Niambie. What did you want? Naomba uangalie utu, usiangalie kitu. Pesa inatafutwa, jali utu wa mtu. Naomba msaidie sana Madevu. Please mume wangu. Naomba ulifikirie hilo na ulifanyie kazi.
Bwana Madevu. Karibu. Mustafa. Naam. Sijasimuliwa wala sijambo. Nimeona kwa macho yangu mwenyewe. Kumbe ndio maana kuja mahakamani. Hakimu umepotea. Na chanzo ni wewe. Asante sana. Nashukuru sana. Sala, mimi nimekuja na shida, nahitaji msaada wako mtaala. Unahitaji nikusaidie kitu gani? Mimi nimezulumiwa, mali yangu mimi nimezulumiwa, inaniuma sana mtaala, nahitaji msaada wako. Sawa, unahitaji tufanye nini sasa? Nachohitaji mimi, aliyenidhulumu mali yangu, aliyenisainisha mikataba feki, afe kabisa. Na yule aliyeshiriki kudhulumu mali yangu, yaani wakili wangu, adhalilike, ili wafundishe kwa wengine. Sawa, nitakusaidia. Tazama hapa. Ndio huyu. Leo mwanamke mbaya sana alinidhulumu mali zangu. Shika kisu. Choma. Hebu tazama tena. Huyu ndiye ile siku nitapeli. Huyu ndiye alikuwa wakili wangu. Unahitaji tumfanye nini? Azalilike. Tena awe chizi kabisa. Ili fundisho kwa wengine. Sawa. Hilo limeisha. Kila nikiangalia kafanyiwa kitu kidogo sana. Mimi ninaweza kumrudisha katika hali yake ya kawaida, ila kwa sharti moja. Mko tayari? Tuko tayari. Okay. Sharti lenyewe inabidi aende akamuombe msamaha yule mtu aliyemfanyia hivi vitu. Aya, ngoja nimweke sawa.
mizimu ya kolelo, mizimu ya mwituni. Kijana wenu huyu amekuja kwangu hapa, anahitaji msaada. Naomba msaidie akae sawa, arudi katika hali yake ya kawaida. Tulia kijana, tulia. Hapo upo sehemu salama. Upo sehemu salama. Mke wangu. Ala. Hapa wapi? Unajisikiaje? Yaani hapa mke wangu nasikia usingizi tu. Sio na wasiwasi kijana, utalala. Mama. Naam. Kama nilivyowaambia, mkitoka hapa sharti mliopewa na mizimu muende mkamwombe msamaha yule ambaye mliomkosea. Unaelewana? Naelewana. Endapo mkienda kinyume na haya, atarudi zaidi ya ilivyokuwa mwanzo, na mimi nitakuwa sina msaada tena. Tumeelewana kijana? Mama, tumeelewana? Tumeelewana. Haya, tawile.